Ni kweli Azizi Andabwile hajalipwa pesa yake ya usajili na Yanga mpaka sasa? Hilo swala ni kweli. Na ni kipindi kirefu sana tumejaribu kulifuatilia na tumejaribu kufuatilia kwa kiundani, yaani kupitia vyanzo vya ndani kabisa, lakini bado tumeona vyanzo vya ndani haijatoa mrejesho ambao wa kuridhisha. Ndio tukaamua kwenda kwa mlezi wa vilabu na wachezaji TFF ili watolee maamuzi. Na makubaliano ya awali yalikuwaje? Hebu tupe kidogo mchakato wa makubaliano ili na sisi tuipate hii taarifa kwa undani zaidi. Na makubaliano haswa ni mchezaji alisaini mkataba, ndio, ambayo ilipaswa klabu imlipe signing fee yake ya mwanzoni pale itapofikia tarehe 30 August, yani mwezi wa 8 huo ndo ukomo ameshalipwa. Ndio. Lakini cha kushangaza, mwezi wa 8 umepita, mwezi wa 9 umepita, mwezi wa 10 umepita, tunafika hadi mwezi wa 11. Na katika kipindi hivi vyote ambavyo nimekutajia hapo, tumejaribu kufuatilia kwa klabu kupitia kwa viongozi wao, na kila kiongozi wengine wanarusha mipira, wanaonana na kiongozi huyu, kaandika barua pia haikujibiwa. Kwa hiyo hatuna namna, na natambua kwa sababu Yanga ni taasisi kubwa, bado anao nafasi ya kurekebisha hili, na kama mchezaji mwenyewe na mimi kama msimamizi wake tulijadiliana, tukaona tusitumie njia yoyote ambayo ingefaa kutumika, ambao tumeona wachezaji wengine walishawahi kuitumia, wengine waligoma kucheza, waligoma kwenda mazoezini. Lakini sisi tukasitiza tuonyeshe professionalism, mchezaji endelee kucheza, lakini huku tuendelea kudai hayo madai. Umezungumza vizuri sana. Umezungumza vizuri sana. Ndo maana umeona kuanzia hata huo mwezi wa 8 pia hili swala alikuwa pia kusika kokote. Zaidi ya klabu na upande huu wa mchezaji tumejaribu kujadiliana sana, lakini at least ungekuwa hata na mrejesho ambao ungeridhisha, basi kulikuwa hamna hata haja ya kufika huko TFF. Lakini inaonekana wachezaji wa kizawa jinsi wanavyopewa treatment na hivi vilabu vyetu kidogo ni tofauti na wachezaji wa kigeni.